tumepatwa na msiba chuoni kwetu. Sahili Kinyogoli hatuko naye duniani. Yes. Na hii ni taarifa ya huzuni sana. Kwa kipindi hichi tunahitajika tuwe watulivu huku msubiri kuona utawala nini tutaamua, na taarifa zozote zitakazokuwa zinaendelea tutawapatia. Sawa sawa. Ulisema wakati marehemu anatupwa eneo hili, wewe ulikuwepo maeneo haya. Ulifanikiwa kuona namba ya gari? Sikufanikiwa kuona namba ya gari. Mbona inasemekana kijana alofariki ana ugomvi na familia yenu na ni kwa ajili ya binti yenu? Ninachojua mimi ni kwamba Sahili alikuwa anampenda sana binti yangu, lakini kwa bahati mbaya haikuwa riziki. Sawa, ni kama kweli unastahiki maneno hayo. Binti yako na Sahili walikuwa wanapendana na kikwazo nilikuwa ni familia yenu, mpaka ikapelekea binti yenu kujitupa kwenye gorofa na kupoteza uhai wake. Wakati huo huo, muda mchache baadaye, mwili wa Sahili umekutwa pembezoni mwa mto akiwa amefariki, na wewe ulikuwepo eneo la tukio. Itoshe kusema wewe ni mtuhumiwa namba 1 na hakuna chingine ambacho utatuambia. Wewe unahusika kwa namna moja ama nyingine. Hapana afande, mimi si mtuhumiwa na sihusiki kwa chochote. Ukweli afande, naomba niamini. Mimi nawezaje kuhusika kwa tukio kama haya? Afande, sihusiki kwa chochote. Kwa mzee, mwadondosha nini? Ni namba ya gari mtu. Unaweza kutuambia hizi namba za gari ni ya nani? Tumchukue atasaidia. Sahili kwa mama nakukimbiza. Kimbia sana ni kwangu. Jitahidi. Nataka maisha ukajitahidi kumkimbia. Wewe sio mtu mzuri, mtu mbaya. Kazana ni kwangu.